Ngao tu hautapata habari sasa. Ni wachache wanaelewa mambo haya. My team knows about it, and kundi langu la jua hili. About 2 other people, that's it. Kuna watu wengine wawili pia. And Dr. Robert Kanja, he knows about it. Na Daktari Robert pia anaelewa hivyo. I'm excited today. Nimesisimuka sana leo. It's going to be a good day today. Itakuwa ni siku njema leo. It is a good day. It's already been a good day. Ni siku njema tayari. Amen. Amina. Who was with me here at 6:30? Who was here? Ni wangapi walikuwa hapa saa 12:30? Didn't we have a great time together? Tulikuwa na wakati bora pamoja. Yeah. Glad the rest of you are showing up. Nimefurahi kwamba wengine wenu tayari wamejumuika nasi. This program will run. Ratiba hii itaendelea till about 1, and then we'll break. Hadi majira saa 7, we'll kisha start again at 2, and we'll run saa 8 tutarudi hadi tutamatishe. I know there's a banquet tonight and all that kind of stuff, but we'll run till 5:30. We'll see what happens. Tutaenda hadi saa 11:30 kwa maana kuna chajio ambao tutapokea. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Amen. Amina. Praise God. Bwana asifiwe. Here comes Mama. Mama ameingia. Amen. Amina. I was talking to Mama yesterday, jana, and I said to her, nikamwambia, I said, did you know, je, ulijua when you held your son in your arms, ulipomshika mwanao mkononi mwako as a baby, angali mtoto, did you know that he would be president of Kenya? Je, ulijua kwamba atakuwa rais wa Kenya? And she said no. Akanambia la. God knew. Lakini Mungu alijua. But then she said something to me that was very, very important. Kisha kanieleza jambo kwangu ilikuwa muhimu mno. She said, I knew there was something different about him. Nilijua kwamba kulikuwa na kitu tofauti naye. As he was growing up, alipokuwa anakuwa, he would get involved in things that other people would not get involved in. Angehusika na mambo ambapo wengine wangehusika. So what she's saying, she could see that God was forming him and fashioning him. Kwamba aliona Mungu akimtayarisha na kumwandaa. And now he's the president of Kenya. Na sasa hivi ndiye rais wa Kenya. Amina. So we salute Mama. Kwa hivyo mama, tuwakupongeza, hongera. Hallelujah. Hallelujah. Thank God for mothers. Shukuru Mungu kwa kina mama. You know, Jesus' mother pushed him into a miracle. Unajua mama ya Yesu akamsukuma, akamshurutisha kufanya muujiza. He was at a wedding in Cana of Galilee. Alikuwa kwenye harusi kule Kana Galilaya. And they ran out of wine. Divai au mvinyo ukawa umekwisha. And his mother came to him. Mamake akamwendea. And she said, you know, they got no more wine. Akamwambia kwamba divai imekwisha. And he said, what's that got to do with me? Akasema, je, haya yananihusu nini? Why are you bothering me with that? Mbona wanisumbua na hilo? And then she ignored him. Kisha yeye akampuuza. She turns to the disciples. Akageukia wanafunzi. And she just says, whatever he tells you to do. Akawaeleza atakachowaambia mfanye mfanye. She's arranging the miracle. Yeye anaandaa muujiza. She pushed Jesus into the miracle. Akamsukuma Yesu kufanya muujiza. And that's when he said, fill the water pots to the brim, you know. Ndipo akasema kwamba mkajaze mapipa yale maji. First miracle that Jesus did in Cana of Galilee. First miracle. Ukawa muujiza kwanza Yesu alifanya kule Kana Galilaya. Akageuza maji kuwa divai. It's a miracle of provision. Ambao ni muujiza wa utoshelevu. It actually was not a miracle that healed anybody. Ambao sio muujiza kwamba aliponya yote. Hakuna aliokoka. It's just people were saved embarrassment. Ni kwamba watu walikuwa katika hali ya kuleta aibu. Baadaye wakasema kwamba walihifadhi mvinyo bora wakapeana wakati wa mwisho. Because no one tells you, kwa sababu hakuna anayekueleza, to fill a water pot with water, ya kwamba ukaweze kujaza mitungi na maji, to get wine, ili kwamba upokee mvinyo. That's ridiculous. Hilo ni jambo ambalo la kushtua. Sometimes when you've got to do something ridiculous. Inafika wakati lazima ufanye jambo ambalo sio la kawaida. To see the miraculous. Ili uweze kuona ya muujiza. Can you say amen? Sema amina. Hallelujah. Hallelujah. So his mother pushed him into it. Kwa hiyo mama yake akamsukuma kufanya hivyo. What is so interesting about that first miracle? Kinachofurahisha sana kuhusu muujiza wa kwanza. And I know there are people that have different faiths growing up in church and stuff like that. Najua watu wengi wana imani tofauti, wamekuwa kwa njia tofauti, makanisa tofauti. There's some religious groups that believe that Jesus was so anointed as a child.
Kuna madhehebu yanaamini kwamba Yesu alikuwa na upako kama mtoto, clay bird, kwamba akaweza kumuunda ndege kwa udongo na huyo ndege akapepea. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Come on and sing aloud, come on, sing waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, oh yes, oh yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Lift your hands to heaven. Hallelujah. 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 Father, we glorify your name. Baba wetu tunakutukuza. Holy Spirit, this is your service. Roho Mtakatifu, hii ni ibada yako. Do whatever you want to do. Fanya kitakacho kupendeza. Touch the hungry hearts. Waguze walio na njaa. Lord, I pray Baba yangu ninaomba for blueprints from heaven. ya kwamba utatupatia nakala ya mbinguni. Many say, I'm not sure which way or how I can do this. Wengi wanasema sina uhakika nitaanza wapi. But even as you gave Moses blueprints to build a tabernacle, Lakini kama vile ulivyompatia Musa mchoro wa kujenga ile hekalu, you can give them blueprints for everything you've put in their heart. unaweza kuwapatia mchoro wa kuendesha maono uliowapatia. Lord, I pray this meeting, this day, Baba, ninaomba ya kwamba kwa hii mkutano siku hii ya leo is a day of impartation of blueprints from heaven. itakuwa ni siku ya kupatiwa nakala kutoka mbinguni, Divine strategies ya kwamba Mungu anatupatia mikakati ya kibingu that are directly from heaven. ambayo imetoka mbinguni mara moja. We pray this right now Tunaomba haya mara sasa for hivi, every hungry heart, ya kwamba kila roho iliyo na every njaa, pastor, leader, every person, kiongozi yeyote ama mchungaji, mtu yeyote, to receive strategies from heaven akapokee mikakati kutoka mbinguni for the rest of 2023 kwa ajili ya mwaka huu wa 2023 and for the future. na pia kwa ajili ya kesho. And we receive it now Na in Jesus' tunaipokea name. sasa kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. If you believe it, say amen. Kama unaliamini sema amen. Amen means so be it. Amen ni kusema na iwe hivyo. It's done, it's done, it's done. Ya kwamba imetendeka, imetendeka. You may be seated a moment. Mnaweza kuketi kwa muda huu. Hallelujah. 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 Asaboy in demo. Asaboy in demo. Asaboy in demo. Am I close? Good morning. How do you say good morning? Okay, that means good, ya kwamba na wasalimu salamu za asubuhi. I thought I was speaking the language, but I wasn't. Nilikuwa nafikiria kwamba nanena kwa Kiswahili. Sasa? Sasa ni salamu tu, asubuhi njema. I'm trying. Anajaribu Have Kiswahili. grace. Have grace. Anajaribu. How do you say good morning? Anauliza ukitaka kusema habari za asubuhi unasema asema vipi? In Swahili. Say Swahili, good, you say good morning. Aha, habari zenu asubuhi ya leo. Haya. I better stick to my notes. But anyways. Nitaendelea na lugha yangu. Sasa.
Man, I got 10 different translations coming from this group. Good morning. Inaonekana hao ndio wanaelewa Kiswahili vizuri. Habari ya asubuhi. Hey, all right. Haya, haya, haya. Higher, higher, higher. Well, on behalf of Dr. Rodney Howard Brown Kwa ajili ya Daktari Howard Brown and the entire team, what an honor to be here. na kikundi chote chetu ambapo tumefika hapa. Now, of course, he's coming right out. Na ujue ya kwamba anaingia sasa hivi. And I have a few things I'm going to do on his behalf. Na ilikuwa nifanye mambo machache kwa niaba yake. Dr. Rodney comes from Africa. Daktari Rodney ametoka Afrika. Born in the Eastern Cape, Southern Africa. Amezaliwa kule Eastern Cape, Afrika ya Kusini. No money, no position. Bila pesa wala cheo. No family that bila jamii had wala privileges. na hakuwa na mambo yale mazuri ya maisha. And we're going to play a video clip with Swahili subtitles. Tutakuonyesha na video kidogo iliyo ya Kiswahili. Just to give you an idea of how the ministry has gone in the last 42 years. Na ili uelewe jinsi ambavyo alianza na vile ameendelea miaka 42. So we honor, of course, Her Excellency First Lady Rachel. Kwa hivyo tunamheshimu sana First Lady wetu ambaye ni Rachel Ruto. The governors, everyone that's in charge. Ya kwamba amekuwa ikusanyika pamoja nasi hapa.